Namshukuru Mungu ambaye ni mwema tena siku ya leo kutupa uzima. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Ndio maana wewe msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, Mungu amekuonea huruma na akanionea huruma na mimi kutupa kipindi cha kuweza kukutana tena. Maana Biblia inasema ya kwamba ni huruma za Mungu ya kwamba hatuangamii kila iitwapo leo, ili tuweze kuliita jina la Bwana. Ninakusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, ubarikiwe sana kwa ajili ya muda mfupi ambao tutakaweza kuongea maneno ya Mungu. Ni upendeleo wa Mungu kwako wewe na mimi kuweza kukutana, maana sio rahisi. Ni wengi ambao walitamani kuyaona mambo ya siku ya leo, lakini hawajayaona. Wengine wako vitandani, wengine wamepata ajali, wengine hatunao katika dunia hii, sayari yetu hii. Lakini siku ya leo mimi na wewe tuko wazima. Inabidi kwa ajili ya tendo hili tumrudishie Mungu tukufu, tumrudishie Mungu na heshima yake, maana yeye ndiye ambaye ametupa haya yote. Basi awali ya yote nijitambulishe majina yangu. Kwa jina langu naitwa John Sudi Kabelwa. Ninatumika katika kipindi hiki cha Gracious Time. Basi siku ya leo, hebu naomba nipe muda mfupi, maana sitakuwa na maneno mengi, isipokuwa tu tutakupushana kwa maneno mafupi tu na ya kujengana. Neno letu siku ya leo tutaenda kujifunza habari ya sadaka ya malimbuko na fungu la 10. Nitaomba. Bwana Yesu wa Nazareti, Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa uzima, ukapate kuonekana Bwana katika kipindi kifupi tutakachoweza kuongea maneno yako Bwana katika siku ya leo. Ninakubariki na kutukuza Bwana, kwa kuwa mkono wako utaweza kuonekana sasa na mapenzi yako Bwana, ukapate kumiliki na kutawala katika wakati huu. Ninaelewa ya kwamba Bwana ni kibali kamili ambacho umekipanga kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu na kwa ajili ya mtazamaji wangu huyu Bwana Faromani, kuweza kuyasikia haya sasa na mapenzi yako Baba, nikiomba na kushukuru Mungu wa mbinguni Baba, ukitawala yote haya ni katika jina lako Yesu Nazareti. Amen. Amina. Basi tutakuwa na neno hilo kwa muda mfupi tu, ya kwamba sadaka ya malimbuko na fungu la 10. Nasema kwamba malimbuko ni kitu chochote cha kwanza kinachoonekana mbele yako. Limbuko ni kitu chochote kile cha kwanza. Anaweza kama mtoto wako, au inaweza kama ni biashara, inaweza kama ni kazi. Ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu yoyote wakati mwingine aliye mjinga unasema kama huyu ni limbukeni. Ina maana kwamba ndio mara ya kwanza kuyaona majumba haya. Si ajabu hata wewe ulipofika Dar es Salaam, ulipofika nchi yote ambayo umekwenda, ulikuwa ni mtu wa kutazama huku na kule kama vile limbukeni. Ina maana kwamba yote uliokuwa unayaona kwa mara ya kwanza alikuwa anakushangaza. Kwa hiyo hata haya mambo yalivyokuwa na kushangaza ndio yalikuwa yanapanua ufahamu wako wa kufahamu jambo fulani. Ulikuwa hujui gorofa, lakini ulipoliona tu mawazo yako ulitofautisha na msonge wa nyumbani kwenu. Tayari wewe katika mawazo yako umekutana na limbuko la magorofa, umekutana na limbuko la mambo ya majumba, na hali kadhalika. Ndio hapo nasema kwamba kuna sadaka ya limbuko. Hiyo sadaka ya limbuko ni sadaka ambayo ndio inayokuwezesha hata kwenda vizuri katika wokovu wako. Ni sadaka ambayo inaleta ongezeko. Ni sadaka ambayo inaleta ongezeko. Tukija kwenye sadaka tunasema sehemu ya 10. Sehemu ya sadaka ya fungu la 10. Tunasema kwamba ni sehemu ya 10 ya kipato chako. Hii sadaka ya fungu la 10 ni sadaka ambayo nyakati zote inalinda kile ambacho unaenda nacho, kile ambacho unakiendesha.
labda ni kazi yako, labda ni biashara yako, kile kitu ni cha sadaka ya fungu la 10. Kwa hiyo unapotoa fungu la 10, ina maana ya kwamba unaweka ulinzi halisi wa kimungu. Lakini unapotoa sadaka ya limbuko, ina maana ya kwamba ni sadaka ambayo inaongeza, yani hili niliongezeko katika kitu ambacho na shughuli ambayo unaifanya. Zidisho hilo linalokuja linachukua nafasi ya limbuko. Kwa hiyo sadaka ya limbuko ni sadaka ya ongezo lolote lile. Inaweza kuwa ongezeko la kazi, inaweza kuwa ongezeko la biashara. Unapokuwa unalitoa hilo, unafungua milango mingine. Inapoongezeka, ukitoa na fungu la 10, Mungu anaweka ulinzi. Wewe unakamilisha, lakini unapotoa sadaka ya fungu la 10 tu, unaweka ulinzi tu. Lakini ina maana kama hakutakuwa na ongezeko lolote lile. Lakini siku ya leo nikufungue masikio ya kwamba unapotoa sadaka ya limbuko, unawenda kuweka ongezeko la kitu ambacho nakishika. Ndio maana Biblia inasema kwamba mzaliwa wa kwanza ni limbuko, na lile limbuko nasema ni mali ya Mungu. Ina maana kwamba mtu yoyote anapopata mtoto tayari amejiongeza katika familia yake. Hata anapokuja mtoto wa pili, unakuta kwamba hata ile shauku ya kushangilia shamla zinapungua, maana tayari kile kilichokuwa kimetarajiwa kuongeza familia kimeshaonekana. Kwa hiyo kilichobakia hapo ni kulinda mtoto aende katika afya njema, aende katika mwenendo mzuri, aende katika kitu cha kumpendeza Mungu na kumpendeza mwanadamu. Hicho ndicho ambacho kinachotakiwa katika maisha hayo. Hapo ndipo Mungu anapokuwa kuambia kwamba mtoto wa kwanza ni limbuko langu, kwa sababu macho yako utaangalia pale. Kila kitu unachosema kwamba mimi bwana sasa hivi naitwa baba fulani, lakini anapokuja mtoto wa pili hawezi kukuita tena jina lile la mtoto wa pili. Bado anang'ang'ania jina la mtoto wa kwanza, baba fulani, baba huyu, baba fulani. Maisha yake yote ni baba fulani. Hata mtoto akizaliwa 10, lakini mtoto anayechukua nafasi ni ule wa kwanza. Huyo ni limbuko. Limbuko ni kile kitu ambacho kwa mara ya kwanza nakutana nacho. Hilo ndio limbuko. Na Biblia inaongea mambo mengi kuhusu limbuko. Tusome katika kitabu cha Mithali ile sura ya 3 na mstari wa 9. Biblia inasema kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Naona sasa, mheshimu Bwana kwa mali zako zote. Kile unachokipata, mali sio lazima mpate uwe na hela. Hata nguvu ni mali. Wasiokuwa na nguvu wote wanaitwa ni madhaifu, hao wanaumwa. Lakini unapokuwa na nguvu zilizokamilika, wewe una mali, kwa sababu unaweza kutumika sehemu yoyote ile. Una malighafi ambayo wakati wote unaweza kutumika. Lakini usipokuwa nazo hizo, ndugu yangu, maisha yako yanakuwa ni maisha ya kuyumba yumba. Wengi wameamua kutafuta riziki ya kuweza kujiongeza huku na kule. Wanaamua kwenda kwa waganga, wanaamua kwenda kwa kina Kalumanzira, wanaamua kwenda kwa kina Mwanamalunde ili wapate kuongezeka katika biashara zao, ili wapate kuongezeka katika kazi zao. Wamesahau ya kwamba anayeongeza ni Mungu. Wamesahau ya kwamba anayeongeza ni yeye ambaye amemweka. Lakini kwa kuwa haonekani, wamefanya ni kitu ambacho kimebaki bure tu, hakina faida. Lakini siku ya leo ni kuambia ya kwamba sadaka ya malimbuko itaongeza hali yako ya kiafya ukitoa, na usitoe mara moja. Wakati wa Musa walikuwa na usipotoa fungu la 10, wewe unaonekana wewe sio. Kwa hiyo imekuwa kama ni sheria. Lakini ukitoa fungu la 10, ndio hapo maombi yako yanaweza kujibiwa. Sisi kwa siku ya leo, kizazi tulicho nacho, hatujaweka kama sheria.
isipokuwa tu ni maana una hiari, ukatoa usitoe, kwa sababu mbinguni atakayekwenda ni wewe, jehanamu atakayekwenda ni wewe, atakayepotea ni wewe, hulazimishwi. Lakini zamani ilikuwa unalazimishwa, enzi zile. Kama utaki sio kaambukiza wengine, ndio maana unaweza kupigwa mawe hadi ukafa. Lakini siku ya leo mtu anaweza akakosea hapo hapo akaendelea kuishi tu, la kaenda polisi na karudi akafanya kazi yake kama kawaida. Ndio maana ni kipindi cha neema. Kipindi cha zamani ni lazima utoe sadaka ya fungu la 10. Kila unapolima lazima upeleke, kila unapofanya kazi lazima upeleke, kila ni sheria. Lakini kwa sasa hivi mtu unaweza kufanya kazi na usitoe fungu la 10 na hakuna atakaye kuuliza. Kwa sababu gani? Ni kipindi cha neema, sio kipindi cha sheria kama wenzetu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba hiki ni kipindi ambacho ni cha hatari sana. Wengi watapotea kwa sababu kimeachiliwa kwa hiari ya mtu. Sasa hiari hiyo ndio itakayomfanya mtu asiende mbinguni. Biblia inakwambia mheshimu Mungu kwa mali zako zote na kwa malimbuko yako yote. Hata ikasema kwamba divai, ina maana kwamba mazao yako yote ambayo ni mapya inabidi uyatoe kwa Mungu, na hapo ndio utakapoweza kufanya ni kuongezeka. Na ukishatoa limbuko, na hii sadaka mara nyingi inatolewa mwanzoni kabla mambo mengine yatakufanyika. Ina maana kwamba kama wewe unataka kuanzisha biashara, inabidi kwanza utoe sadaka. Unaitenga, kama mtaji wako una milioni 10, basi unatoa shilingi 100,000. Unasema Bwana, ninakupa kama limbuko langu kabla hujaanza kufanya biashara. Hapo Mungu ushamshirikisha. Mungu anatafuta plani gani ya kuweza kuongeza mtaji wako. Au kama umeajiriwa kazini, wengine wanapenda kugawa nusu ya mshahara na sehemu ya 10 anaibakisha, na sehemu nyingine itakulipia mahitaji maalum, halafu nyingine anaipeleka kwa Mungu yote. Huyu naye kaamua kivyake. Yote yapo, na unaambia kwamba utakuwa unalinda na kuongeza wigo kwa ajili ya shughuli ambazo unazozifanya. Kama ni kazi au kama ni biashara, unakwenda kufanya kwa upana zaidi, kwa sababu umekamilisha. Maana unapotoa sadaka ya malimbuko unaongeza wigo wa kazi. Kama ulikuwa upati wateja kwenye biashara yako, unakuta wateja wanakuja. Kama wewe katika kazi yako una vita kali sana, ukitoa sadaka ya malimbuko unakuta vita inapungua. Maadui zako wote wanakuwa ni marafiki zako, wote wanakusaidia ili upate kwenda vizuri. Sasa ukianza kutoa sadaka ya malimbuko alafu ukaja kuleta na fungu la 10, ina maana unakuja kuweka ulinzi. Ndio maana Biblia inasema kwamba atapambana na yule anayekula na kuharibu. Malaki ile sura ya 3 na ule mstari wa 10 na wa 11, hapo ndio utendaji mkubwa wa kazi ya Mungu. Mstari wa 10 unasema kwamba leteni zaka kabili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Nyumba yangu inayozungumziwa ni nyumba ya Mungu. Maana wako watu ambao wanafanya kazi kwa kutegemea matoleo yako. Asema mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Hapa Mungu yasema kwamba nitamkemea yule anayeharibu matumaini yako. Ina maana kwamba Mungu atakuwa analinda mazao yako, Mungu atakuwa analinda kazi yako, Mungu atakuwa analinda ofisi yako, Mungu atakuwa analinda biashara yako. Lakini wachawi unaowategemea na waganga,
hawataweza kukusaidia. Uliziona kuwa ni wa muda tu, lakini ukishaweka fungu la 10 na kutanguliza sadaka ya malimbuko, mimi nakwambia kwamba tayari ongezeko umelifanya, na ongezeko lako Mungu anasemaje? Analilinda, na atakuwa saa zote atamkemea yule ambaye analeta vita katika ofisi yako kwa ajili yako. Atamkemea yule ambaye analeta vita katika biashara yako kwa ajili yako. Yeye mwenyewe anataka ufanye kazi kwa furaha, anataka ufanye biashara kwa raha nyingi, ukimtumaini na kufurahia yeye. Lakini sasa kinyume chake, ndugu yangu, mganga umemtumaini kuliko Mungu. Ndio maana hasara nyakati zote nimekuwa ni jirani yako. Maana faida na hasara ni mapacha, lakini pacha anaitwa hasara, huyo ndio nyakati zote yuko kwako. Kwako ni taabu, faida hayupo, umemkimbiza mwenyewe. Faida leo hii analetwa na malimbuko, analetwa na sadaka ya malimbuko, halafu baadaye unakamilisha na sehemu ya 10 ya Mungu, ili kwenye nyumba yake kusiwepo na njaa yoyote. Maana watumishi wa Mungu wote wanaokula katika nyumba ya Bwana hawafanyi kazi yoyote zaidi ya kukujenga wewe. Kama mimi ninavyoongea hapa, inabidi na wewe kiwezekana uliangalie. Na maana wakati wengine na wewe basi unaweza kutuma chochote tu kile kwa ajili ya kusapoti kazi hii. Kazi hii tunatumia umeme, kazi hii tunatumia nguvu, kazi hii tunatumia mambo mengi ili kufanikisha. Kwa hiyo na wewe ukifanya jambo lote ukiungisha mkono tu, mimi nakuambia kwamba Mungu hatasahau kazi yako. Mungu hatasahau biashara yako. Mungu hatasahau kila lote unalolishika. Lazima Mungu ahusike. Anasema atamharibu atakayeweza kuleta vita, atakayejitahidi kukuleta uchafu na kukufutilia mbali katika biashara zako na katika kazi yako. Hayo Mungu atapambana nayo. Maana vita hii atakuwa anapambana Mungu mwenyewe. Wewe utakuwa umekaa nyumbani unapanga hesabu tu, lakini vita yote anafanya Mungu. Vita yote anapigana na Mungu. Ndio maana nimesema kwamba na wapenda wale wananipendao, na wale wanatafuta kwa bidii, hao wataniona. Kwa hiyo utamwona Mungu ukiwa katika kazi nzuri, biashara nzuri, ikienda vizuri na moyo wako huo unafurahi. Lakini kazi ikienda vibaya, moyo wako hauna raha. Saa zote ni makwazo na kusonya na kukauka. Ndugu yangu, inabidi uelewe hii sadaka ya malimbuko ina kazi gani. Kwa hiyo unapotoa sadaka ya malimbuko, unapanua wingo wa shughuli yako na kuongezeka maradufu katika shughuli zako, iwe biashara, iwe ni kazi, iwe ni jambo lolote lile. Kama ni watoto, unamwambia Mungu nataka watoto. Kama unatanguliza biashara, utapata watoto unaowataka, ni wa kike ni wa kiume, utapata. Na ndoa yako itapata ustawi mzuri kabisa, kwa sababu unatimiza yale ambayo Mungu anayataka. Lakini kwa kusita kwako na kubagua kwako, tatizo linajitokeza. Mwenendo wako, furaha yako inakuwa haipatikani nyakati zote, inakuwa ni kwa muda tu. Lakini siku ya leo, Mungu wetu ni Mungu mwema na Mungu mwenye rehema. Hebu funguka leo, mwambie Bwana akutetee katika yote, ili upate kufanya nini? Kwenda sawasawa na mapenzi yake. Kwa hiyo tutasoma katika kitabu cha Nehemia ili kuweza kumalizia kipindi chetu. Nehemia 12 na ule mstari wa 44. Jinsi Biblia inavyoongelea habari ya malimbuko na sehemu ya 10 na sehemu ya fungu la 10. Kwa kweli ukienda sawasawa sambamba na vitu hivyo, mimi nakwambia kwamba utanipigia simu tu, utanikumbuka tu kwamba Bwana, mtumishi wa Mungu, kwa hicho kisema ni cha kweli. Hebu jaribu kuunga, jaribu kuanza kufanya zoezi hili mwanzo wa mwezi huu. Kabla hujafanya chochote katika biashara yako, hebu toa na kumwambia Mungu, ninaitoa hii sadaka. Itume, ongea nayo sadaka, kwa sababu sadaka unapoongea nayo inakwenda kama unavyotaka.
hiyo itakwenda kuyafanya yale ambayo unayotaka wewe. Lakini unapotoa tu husemi chochote, na yenyewe inaenda tu kama inavyokwenda. Unatakiwa unaposema nayo sadaka vile vile inaenda kufanya mambo yale yale, maana ni roho kamili inayotenda kazi na kufanikisha lile ambalo inatumwa. Siku zote sadaka huwaga inafanya kile ambacho inatumwa, haijawahi kukosea. Ndio maana unakuta kwamba hata wale wanaochinja ng'ombe ili kuua wenzao ni lazima waende kule, kwa sababu wananuiza yale mambo. Kwa hiyo na wewe hali kadhalika, sadaka yako ukinuia kwa njia ya imani kwamba Bwana, hii sadaka yangu ya malimbuko ninaitoa kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya biashara yangu, kwa ajili ya mafanikisho ya kitu fulani, unakuta ile sadaka inaenda kufanya vile. Kwa hiyo tutasoma ile mstari wa 44 ile Nehemia. Biblia inasema kwamba na siku hiyo watu wakaagiza juu ya vyumba vya hazina kwa sadaka za kuinuliwa na kwa malimbuko na kwa zaka, ili kuzikusanya kwa kadiri ya mashamba ya miji na sehemu zilizoamriwa katika Torati za makuhani. Hapa tunaona kwamba kuna sadaka za kuinuliwa, ambazo hizo sadaka ukizitoa ni lazima uinuliwe, na hiyo ni sadaka ya malimbuko. Ukija kuchanganya na fungu la 10 utakuwa na wepesi wa kwenda sasa, utainuliwa kila sehemu. Hata sehemu ambayo ulikuwa umedharauliwa unakuta kwamba unarudishwa heshima yako. Lakini ukitoa fungu la 10 tu, Mungu atakilinda kile ulicho nacho. Kwa hiyo utakuwa unalinda tu kile, kama ni mshahara wako wa 200,000, ni 200,000 tu kila siku. Kila mwezi ni 200,000. Increment ikija wewe unapitwa tu. Unalinda kile unakilinda. Lakini utakapoanza mwanzo wa mwezi, utakapochukua mshahara wako na kutoa fungu la 10, alafu baadaye unasema Mungu, leo hii ninatoa limbuko la mshahara wangu kwa ajili ya kazi yangu, Mungu anaenda kukuinua. Kama Mungu alivyosema kwamba kwenye kitabu chake kwamba na siku hizo wakaagizwa kwenye vyumba vya hazina kwa sadaka za kuinuliwa. Kwa hiyo kuna sadaka ya kuinuliwa, na yeye ndio sadaka ya malimbuko. Hii kiweka kipaumbele, utaona mambo mengi katika maisha yako yatabadilika tu. Utaona mwendelezo mzuri wa faida nyingi katika biashara yako. Kwa hiyo katika hali hiyo, nasema kwamba malimbuko sio sheria. Kupanua wigo wako sio sheria. Kupanua biashara zako sio sheria. Kuweka kazi nzuri, kuongeza kazi na kuifanya iwe nzuri sio sheria, bali ni hiari ya moyo wako. Lakini fungu la 10 ni sheria, kwa sababu baba yetu wa imani Ibrahimu ndio mwanzilishi wa jambo hili, ndio mwanzilishi wa mpango hili, ndio mwanzilishi wa huduma hii ya kutoa fungu la 10. Yeye aliteka nyara, alipigana vita akateka nyara. Alipozileta zile nyara, sehemu ya 10 akaitoa akapeleka kwenye nyumba ya Mungu. Kwa hiyo ni sheria ili upate kulinda kazi yako. Ibrahimu aliweza kufanya nini? Kila kilima lazima apeleke sehemu ya 10 kwenye nyumba ya Mungu. Akienda kule, Mungu analinda kazi yake, Mungu analinda huduma yake, Mungu analinda kila kilicho mbele yake. Kwa hiyo hali kadhalika na wewe, ukitoa fungu la 10 toa, sawa, lakini kazi yako itabaki pale pale. Hebu jitahidi kujiweka katika hatua ambayo Mungu atakufurahia. Nasema kwamba sio sheria, ni hiari yako. Kwa hiyo na mimi nakwambia kwamba ni hiari yako, ila sadaka ya fungu la 10 hiyo ni sheria, lazima utoe. Ila hii ya limbuko, kwa sababu inaongezeko, ni hiari yako. Maana Biblia inasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu
na hayo mengine yote mtazidishiwa. Inawezekana tu zidisho hulitaki, ila walio wengi sasa hivi wanapenda sana kukaa kwenye zidisho, lakini kwenye kumtafuta Mungu wanakuwa wako mbali, wanakuwa wanashughulishi sana mambo ya Mungu, ila wanapenda kupata vitu vizuri. Toka huko. Kinachotakiwa kufanya, mtafute Mungu, alafu toa sadaka yako ya malimbuko. Hapo utapata zidisho zuri na utamfurahia Mungu wako, na hapo Mungu atakuona kwamba wewe ni mwanangu mpendwa, atakuona kwamba wewe ni mwanangu mpendwa, atakuona kwamba wewe na yeye muunganishwa naye. Sasa ili mambo yaende vizuri, basi jitahidi kuelewa kwamba katika maisha yako, ili usiweze kuteseka, hebu basi toa fungu la 10, kumbuka na malimbuko, ili upate kuongezwa katika kazi zako. Mungu ni wa ajabu. Ndugu yangu, sina mengine ya kuendelea, ila hebu nikuache kwa siku ya leo.